Filamu inaanza kwa kuonesha utamaduni wa dunia ya mtandaoni, ambako kila mtu amezama kabisa kwenye simu yake akiperuzi. Katika uraibu huu wa kidigitali, tunatambulishwa kijana mmoja ambaye anaperuzi jukwaa la ununuzi mtandaoni linaloitwa Target. Tovuti hii hutumika kununua na kuuza vitu vilivyotumika. Akiwa na hamu na umakini, anamtumia muuzaji wa kike anwani yake, ingawa hawajawahi kukutana hapo kabla. Inabainika kwamba anapanga kuuza laptop yake ya zamani kwake. Kisha tukio linahamia kwa mhusika mkuu Hyun, ambaye anafanya kazi kama meneja wa ofisi katika kampuni ya biashara. Anaonekana akiwakaripia vibarua kwa kufanya makosa kwenye kazi yao. Kutokana na makosa yao, Hyun anakemewa na bosi wake, ambaye anamwagiza ashughulikie kazi hiyo ya vibarua mwenyewe. Katika hatua hii, tunaona pia dalili au viashiria vya kwamba bosi anaweza kuwa na hisia fulani kwa Hyun. Wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, Hyun anazungumza na mfanyakazi mwenzake Dalja kuhusu mashine yake ya kufulia iliyoharibika. Kwa kuwa kwa sasa anakabiliwa na changamoto za kifedha, Dalja anapendekeza kutumia tovuti ya Target. Kupitia jukwaa hili la mtandaoni, Hyun anaweza kununua mashine ya kufulia iliyotumika kwa bei nafuu. Wakati huo huo, Minjae, yule kijana tuliyemwona mwanzoni mwa filamu, anapokea ujumbe kutoka kwa muuzaji wa kike ambaye amekuwa akizungumza naye. Anamwambia kwamba kaka yake atakuja kuchukua laptop. Mara tu baada ya hapo, mwanaume mmoja wa ajabu anaonekana kwenye mlango wa Minjae. Bila kusema neno, anamchoma visu Minjae mara kadhaa tumboni. Hatimaye anakufa. Baadaye inabainika kwamba mgeni huyu ni muuaji, yaani serial killer, ambaye huchagua waathiriwa wake kupitia tovuti ya Target. Baada ya mauaji, muuaji huyu huweka mali za mwathiriwa kwenye tovuti ya Target ili kujipatia pesa. Inabainika pia kwamba ana utaratibu maalum. Kwanza hujifanya mnunuzi ili kupata uaminifu wa mwathiriwa, kisha anawaua na kupata faida kwa kuuza mali zao mtandaoni. Na safari hii, Hyun anakuwa mlengwa anayefuata wa mpango huu mchafu. Wakati anaperuzi tovuti ya Target, anakutana na mashine ya kufulia iliyotumika na anaamua kuinunua kwa kumtumia ujumbe muuzaji. Hata hivyo, mara tu mashine inapofikishwa na kufungwa nyumbani kwake, anagundua kuwa haifanyi kazi kabisa. Akiwa amekasirika na kukerwa, anajaribu kumpigia muuzaji lakini hajibu. Akiamini ametapeliwa, Hyun anaamua kufungua malalamiko dhidi yake. Kwenye kituo cha polisi, Detective Na na Detective J wanachukulia kesi hiyo kama jambo dogo, lakini wanamhakikishia Hyun kwamba watajitahidi kumkamata tapeli huyo. Baada ya kurudi nyumbani, Hyun anaamua kuchunguza zaidi wasifu wa muuzaji. Wakati anakagua, anaona picha ya laptop ya zamani iliyokuwa ikiuzwa na Minjae, yule kijana aliyekuwa ameuawa awali. Ugunduzi huu wa kushangaza unaonyesha kwamba mwanaume aliyemuuzia Hyun mashine ya kufulia kwa kweli ndiye muuaji. Bila kujua utambulisho halisi wa muuzaji, Hyun anaanza kuwaonya wengine katika sehemu ya comment, akiwaambia wasitume pesa kwake kwa sababu ni tapeli, akieleza pia kwamba ameweka malalamiko polisi dhidi yake. Muuaji anaona hatua za Hyun. Muuaji ana mfumo kamili wa hacking anaotumia kufuatilia na kupata taarifa zote za Hyun mtandaoni. Siku inayofuata kazini, Hyun anaona kwamba mtindo wa kuongea wa bosi wake unafanana sana na ule wa tapeli. Hii inampa shaka kwamba huenda ndiye muhusika. Baadaye siku hiyo, anaanza kupokea simu nyingi sana. Simu yake inaita bila kukoma na inajaa jumbe kutoka kwa watu wasiojulikana. Fujo hizi zote ni matokeo ya muuaji wa kuiba taarifa binafsi za Hyun. Anaziweka kwenye tovuti mbalimbali kuagiza bidhaa zisizohitajika kwa jina lake. Kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, usiku huo watu wengi wa huduma ya kusafirisha bidhaa wanafika mlangoni kwake. Hyun anakuwa na uhakika kwamba tapeli sasa anajua anwani yake. Siku inayofuata, kabla ya kwenda kazini, anaweka tangazo mlangoni akionya kwamba hakuna mtu wa huduma atakayepaswa kuja kwake, la sivyo polisi watamkamata. Baadaye Hyun ambaye sasa anaamini tapeli anazidi mipaka, anatembelea kituo cha polisi na kuwasihi maafisa kuchukua hatua za haraka. Polisi wanamhakikishia kwamba wanafanyia uchunguzi jambo hilo. Usiku huo, Hyun anatoka na rafiki yake na wanakuwa wametishwa kidogo. Anaporudi nyumbani, inabainika kwamba muuaji anamwangalia kwa mbali. Siku inayofuata, fundi anafika nyumbani kwake akidai yupo hapo kurekebisha sprinkler za maji. Hili linaonekana la ajabu kwa kuwa sprinkler zake hazijawahi kuharibika. Hata hivyo, Hyun anapuuza na anaondoka kwenda kazini. Baadaye mchana, Hyun anapokea ujumbe kutoka kwa kaka yake, ghafla akimwomba pesa. Anajaribu kumpigia, lakini simu yake imezimwa. Hii inaonyesha kwamba muuaji alijifanya kuwa kaka yake ili kumtapeli pesa. Usiku huo, Hyun anasikia kelele mlangoni. Anapoenda kuangalia, kifaa cha kufungua mlango cha umeme kinafunguka chenyewe. Mwanaume mmoja anaonekana mlangoni kwake na anauliza kama yeye ndiye mwanamke aliyemlipa ili awe naye kimapenzi. Hyun anatambua mara moja kwamba tapeli amedukua kifaa
kifaa chake cha kufunga mlango na sasa anatuma wanaume kwa nyumba yake. Akiwa kapanic, anampigia simu detective na mwanaume anakimbia. Mara tu baada ya hapo, Hyun anapokea ujumbe wa kutisha kutoka namba isiyojulikana unaosema na kuja kukutana nawe ndani ya dakika 5. Akiwa na hofu, anaweka kipima muda. Mara tu muda unapotimia, mlango unafunguka mara nyingine na mwanaume mwingine anaonekana. Lakini kabla